Gentlemen, baada ya kuwa tumemaliza ile sehemu yetu ya kwanza, tukaelewa nini maana ya futures trading. Sasa hapa nadhani tuendelee na terminologies tofauti tofauti kwenye soko la futures ambazo unatakiwa kuzielewa ili uweze kufanya vizuri actually. Sasa tuanze na ya kwanza. Sasa tuna aina pale kwenye tumesema futures ni perpetual contracts. Sasa tuna aina za mikataba. Kuna mikataba ambayo utatumia stable coin kununua, lakini kuna zingine ambazo utatumia sarafu yoyote. Kwa mfano USDTM futures, huu mkataba unatumia stable coin ya USDT au USDC, sawa. Tukienda kwenye practical pale kwenye Binance yetu tukifungua, hizi zote tutaziona, sawa. Lakini kuna coin M futures. Hii coin M yenyewe inatumia crypto halisi, maybe inaweza ikawa ni ya Bitcoin, lakini pia inaweza ikawa ni ya Ethereum na nyingine nyingi, au Solana. Solana my favorite coin. Lakini kitu cha pili tunaangalia aina ya position unaifungua, either ni long au ni short. Kumbuka kwenye video ya kwanza tulielezea swala la kununua. Sasa kama unanunua manake soko ili utengeneze faida mpaka soko lipande, manake uta long position. Lakini kama unauza, manake ili utengeneze faida soko lishuke, kwa lugha nyepesi uta short position. Kwa short ni kinyume cha neno short ni sawasawa na kuuza, lakini long ni sawasawa na kununua, sawa. Kwa mtu akikwambia buy ni sawasawa na amekwambia long the market, sawa. Lakini kitu kingine tuje tuangalie average. Kumbuka nilielezea katika video ya kwanza kwamba futures market inakupa uwezo wako wewe kukuza mtaji wako. Unaweza ukawa na $10 lakini ukaingia ukatrade na $100 au $1000. Sasa average, hichi ndo kiwango kinachopima kwa kiasi gani umekuza mtaji wako. Sasa kwa mfano ukiweka 10x, manake ile ni mara 10 ya mtaji uliokuwa nao. Wewe una mtaji wa $10. Kwa kama ukiweka average ya 10x ni mara 10 ya ule mtaji uliokuwa nao. Kwa hiyo utaingia sokoni na dola ngapi? $100, sawa. Sasa hii ndo average, lakini faida ya average ni kwamba inakupa faida kubwa kwa sababu utaingia sokoni na mtaji mkubwa, lakini hasara yake ni kwamba itakusababishia wewe uwahi kuwa liquidated. Yaani manake itakusababishia wewe uwahi kupoteza, kwa sababu kadri unavyotumia average kubwa ndivyo liquidation price inavyosogea karibu sana, sawa. Sijui unanipata? Ndio maana kwa nyie beginner tumia average ndogo 5, 10 na kuendelea. Lakini kuna kitu kinachoitwa margin. Margin hii ni sehemu ya mtaji wako unayoweka kama dhamana. Tunasema unadhamini. Kisha unaenda kukopa benki, wanakuuliza wewe una dhamana yako ni gani? Utaelezea mimi nina nyumba bwana, kama mkopo wangu nikishindwa kulipa nyinyi mtachukua nyumba. Sasa the same way hata kwenye crypto inakuwa hivyo. Kwa margin yako ni ile dhamana, una $10. Kwa maana kama ukikopa $10 ya soko likaenda tofauti na wewe, ile $10 itaenda kulipia ule mkopo uliochukua, sawa. Lakini terminology nyingine ni liquidation price. Liquidation price, kumbuka tumesema kama soko likienda tofauti na wewe utakuwa liquidated. Sasa ile point au bei ambapo soko litakuliquidate au exchange itakuliquidate moja kwa moja ndio inaitwa liquidation price. Lakini kitu kingine cha msingi ni order types. Je, wewe unafungua trade yako kwenye order gani? Sasa hapo kwenye order type tuna order za aina nyingi sana, lakini hapa tutazungumzia order za aina 3 ambazo ni msingi utakazoweza kuzitumia. Kwa mfano tuzungumzie na market order. Market order ni kwamba ukifungua order inaingia moja kwa moja kulingana na bei iliyokuwepo sokoni. Yaani bei hiyo hiyo ukishafungua order na market itarespond na bei hiyo iliyokuwepo sokoni. Lakini ya pili tuna limit order, ambayo hii utaseti bei unayoitaka na trade itafunguliwa pale tu ambapo bei itafikia kile kiwango ulichofanyaje, ulicho set. Lakini tuna kitu kinachoitwa stop limit and stop market order. Hii inatusaidia kuweka stop loss na take profit. Sasa hii stop loss na take profit inafanya vipi kazi? Hii itakusaidia kutoka, kwa mfano unataka kutoka sokoni kwenye take profit fulani. Hutaki kusubiri kwamba trade nitarudi kuiclose baadaye.
Sasa una set kama bwana, kama trade yangu ikifikia value fulani inatoka. Na kwenye video ya namna ya kutrade nimeelekeza hili swala la namna ya kuset take profit na stop loss. Lakini pia kwenye stop loss ni kwamba kama soko likienda kinyume na wewe, kuna point unasema kwa unafikia, unasema kwamba mimi nimekubali, kwa unaachia ile amount yako ili kile kiwango kidogo kilichokuwa kwenye liquidation basi kiweze kuchukuliwa hicho tu na sio kuendelea kuchukua kiwango kikubwa. Sasa kitu kingine tuangalie P&L. Hii ni profit and loss. Profit and loss hii ni faida au hasara ya trade yako uliyoifungua. Maana yake inakuwa inahesabiwa ndani ya masaa 24. Kwa pale itakuwa inaonesha kwa mfumo wa percent, lakini pia itakuonesha kiwango cha dola ambacho kipo kwenye floating loss. Sawa? Lakini kitu kingine ambacho ni cha kitaalamu zaidi tuangalie funding rate. Sasa funding rate maana yake ni nini? Hii ni ada inayolipwa kati ya shorts and long position kulingana na hali ya soko. Sasa hii inalipwa vipi na inafanya vipi kazi? Funding rate hii inatumika kubalance kati ya bei ya spot na bei ya future. Kumbuka bei ya futures hii sio halisi. Sisi tunaweka tuna long na kushort ila hatununui coin halisi. Sasa kunakuwa kuna deviation ya bei kati ya hizi mbili, kati ya spot na futures. Sasa funding rate inatumika kubalance kati ya futures na spot market. Na funding rate hii ukijua vizuri hii funding rate bado unaweza ukawa profitable kwa sababu wanawalipa. Yani funding rate inawalipa. Kwa mfano kama soko likishuka na funding rate ikawa positive, manake longs watawalipa short. Sasa wewe kama umeshort soko na soko limeshuka na funding rate ni positive, wewe utapokea, utalipwa wewe. Kwa maana unaweza ukatengeneza faida kwenye short bado ukatengeneza faida kwenye funding rate. Lakini hii inatakiwa uwe technical zaidi, na ni wachache wanaoifaidi funding rate kwa sababu mara nyingi huwa inaenda tofauti na hali halisi ya soko. Lakini tuje kwenye stop loss and take profit. Sasa stop loss ni nini? Stop loss ni hii inasaidia kupunguza hasara. Kwa mfano ukifungua trade alafu usiweke stop loss, maana yake ni kwamba kama coin itageuka kushuka chini, itaenda kuliquidate mtaji wote uliokuwepo nao. Sawa? Sasa stop loss, kama umeweka stop loss, maana yake itakusaidia wewe kukubali kile kiwango. Yaani stop loss tunasema maana yake ni kwamba umekubali kile kiwango kidogo kilichoingia kwenye loss kipotee, halafu baki na mtaji wako wote. Kwa wale beginners nyewe mnashauriwa tu kutumia stop loss kwa sababu stop loss itakusaidia wewe kumanage ile risk. Sawa? Kwa unakubali hasara tu kidogo ulioingia. Lakini take profit hii ni kufunga trade ki automatically. Maana yake inakusaidia badala ya wewe kusubiri uende kufungua trade manually, unaifunga automatically kwa kutumia take profit. Una set tu, lakini ikifika pale market ina respond. Lakini kitu kingine tuangalie closing the position. Kitendo cha closing position ni kwamba kama uli open, maana yake ili uweze kutoka sokoni unafunga trade kama ukiridhika na faida ambayo tayari trade yako imefikia. Kwa lakini kitu kingine tuangalie risk management na psychology ya soko. Kwa cha msingi ni kwamba kwenye manage risk tunatakiwa kutumia 3, yani maana yake utumie average ya 3 hadi 5 kwa kuwa ni beginner. Usipende kwenda na average makubwa. It's true you make more money but risk ya kuruzi inakuwa ni kubwa. Tumia average kidogo kulingana na hali yako ya kuweza kumanage risk. Lakini kitu kingine inasemekana tumia 1% hadi 3 ya mtaji wako na kubalance kwa trade. Lakini nitawataka mtumie sana isolated margin. Nadhani kwenye next session tutaenda kuelezea kati ya cross margin na isolated margin na ni hipi yenye faida kuliko nyenzake. Thank you for this. Naomba tuhitimishe, lakini hivi ndio vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvielewa. Yani hizi terminologies ukizielewa kwa makini, rudia hii video mara 2 mara 3, uelewe hizi terminologies kwa makini. So ukishazielewa kwa makini, you are ready to make money. Maanake hapo ushafikia asilimia fulani za kutengeneza pesa. Maanake una ufahamu fulani sasa wa kuweza kupress trade. I think let us meet in the next session inshallah.